Hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri kabisa ya The Modern War. Kama utakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia msikilizaji, katika sehemu ya kwanza ilikuwa ni pale ambapo tuligundua kabisa kwamba Tino alikuwa anafanya biashara kupitia picha za ngono ambazo alikuwa akiwarekodi watu na kujipatia kipato. Lakini kubwa zaidi tuliweza kugundua kwamba Tino amegundua kwamba bosi wake Dr. Gondwe alikuwa akitembea na mke wake. Na kubwa zaidi tulisha pale ambapo Dr. Gondwe alimwagiza Tino aende akamuue Ana. Je, ni kweli kabisa Tino atamuua Ana au itakuwaje? Lakini pia tuliweza kushuhudia kuna mtu mwingine ambaye aliweza kuagizwa kwenda kumuua Inspector Aaron. Nini ambacho kitaendelea? Majibu yote ya maswali yetu msikilizaji nipo nayo katika sehemu hii ya pili ya simulizi hii ya The Modern War, iliyoandikwa na mtaalamu Bwana Sauri David, na mimi naitwa Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741 033 122. Karibu sana katika sehemu hii ya pili msikilizaji, tuweze kufahamu mbivu na mbichi juu ya vita hii ya kisasa. Kumbuka ndo kwanza simulizi yetu inaanza na bado moto hujawa mkali. Yani huu ni utangulizi, unaambiwa. Mtaalamu Bwana Sauri David anakuambia kabisa kwamba huu ni utangulizi. Kula mtori kwanza na kisha nyama utazikuta chini. Mimi naitwa Alex. Bado kuna safari ndefu sana kati ya mimi na baba yako. Bado hata sijapata kile ambacho nakitaka kwake. Najma, ni mapema sana mno kuingilia. Utakufa bado ukiwa mbichi. Tino alikuwa akiendelea kujisemea vile mwenyewe, kisha akatabasamu na kuondoka zake. Dr. Gondwe alikuwa amekaa juu ya kitanda chumbani kwake, akawa anajaribu kuipigia ile namba iliyokuwa imemtumia zile picha chafu bila mafanikio. Huyo mtu kanitumia hizi picha sasa hivi, inakuwaje mnasema kwamba namba haipo? Alizungumzia vile Dr. Gondwe huku akiipigiza simu yake kitandani kwa nguvu. Baba, nini shida? Najma aliuliza akiwa ameingia chumbani kwa baba yake bila taarifa, mkononi akiwa na kopo la dawa. Dr. Gondwe alibaki anamtazama mwanae asijue amjibu kitu gani. Jambo lilo kwa mbele yake lilikuwa ni jambo zito kabisa kusema ukweli. Kwanza kabisa, endapo akiruhusu zile picha au video ziweze kusambaa mtandaoni, ilikuwa ni kashfa na skendo kubwa sana, ukizingatia kwamba yeye alikuwa ni mtu mkubwa serikalini, alikuwa ni waziri wa afya, na pili mwanamke ambaye alikuwa amelala naye siku hiyo alikuwa ni mke wa mtu. Tena alikuwa ni mke wa kijana wake mwaminifu kabisa wa kazi, kijana ambaye alikuwa akimsaidia katika kazi zake za alamu, yani Tino. Ilikuwa ni hatari kubwa kabisa msikilizaji. Alihofu kwamba atampoteza Tino, lakini pia atampoteza mke wake ambaye kwa sasa alikuwa katika mizunguko yake nje ya nchi. Aibu gani hii? Dr. Gondwe alikuwa anawaza vile. Haya, chukua dawa zako umeze. Naona hutaki kuniambia shida nini? Umekaa kimya tu hata sikuelewi. Alikuwa akizungumza vile Najma, huku akionekana kukasirika kiasi. Si hivyo mwanangu. Hebu kaa hapa nikwambie kitu. Dr. Gondwe aliongea kwa upole, akimtaka binti yake akae pembeni yake. Najma akafanya hivyo. Unajua nini mwanangu? Hebu nisikilize baba yako. Ukitaka niwe salama matatizo kama haya sinipate, basi kubali kuolewa na Oswald, mtoto wa mzee Matura. Dr. Gondwe alizungumza vile, kauli ambayo ilimnyongonyesha Najma. Una uhakika kabisa hiyo ndio shida ambayo inakusumbua? Au kuna lingine? Ina maana mzee Matura anakutisha kiasi hicho au? Hilo ndio tatizo pekee mwanangu. Unajua kabisa ni kiasi gani ile familia ya mzee Matura ni muhimu kwetu. Wao ndio wamenishika mkono tangu nikiwa mkuu wa mkoa mpaka sasa ni waziri wa afya. Nisipofanya kama anavyotaka, nitapoteza kila kitu mwanangu. Hebu fikiria, uchaguzi ni mwakani tu hapa. Alikuwa anazungumza vile Dr. Gondwe. Basi baba, sawa, nimekuelewa, hata usijali. Mbona nilishakubali tangu kitambo. Hata leo tunaenda kumtembelea Oswald kule gerezani. Usiwaze baba, presha yako itakutesa kama ukiwa hivyo. Najma alizungumza kwa kijaribu kumfariji baba yake, akaamini kabisa kwamba swala hilo ndio lililokuwa likimpelekea baba yake apandishe presha. Lakini haikuwa hivyo kabisa. Mwisho Najma alitoka nje ya chumba kile, akamwacha Dr. Gondwe akihangaika tena kupiga ile namba bila mafanikio yoyote. Ona, natuma message hata hazitoki. Ni nani huyu? Unataka kucheza na akili yangu? Dr. Gondwe alikuwa akiendelea kulalamika vile. Tukielekea upande wa pili msikilizaji,
ni ndani ya nyumba moja kubwa iliyojengwa kisasa, nyumba ambayo awali alikuwa akiishi mwanajeshi mstaafu Jenerali Filipo Kasebere ambaye kwa sasa ni marehemu. Katika nyumba hiyo walibaki wakiishi vijana wawili, watoto wa marehemu Filipo. Wote walikuwa ni wa kiume. Wa kwanza aliitwa Tino na wa pili aliitwa Aaron. Tino na Aaron waliishi kwa pamoja kama ndugu, licha kutofautiana sana katika shughuli wanazozifanya. Tino alikuwa ni jambazi anayefanya kazi chini ya Mheshimiwa Dkt. Isaka Gondwe, na wakati huo Aaron alikuwa ni polisi katika kitengo cha upelelezi ambaye kwa sasa alikuwa akipambana kwa udi na uvumba ili kuhakikisha kwamba anauangusha mtandao mzima unaofanya kazi na kaka yake Tino. Baada ya baba yao kufariki siku chache baadaye, mama yao maarufu Mama Sultana aliugua ugonjwa wa ajabu ambao ulimlazimu kulazwa hospitali kwa kipindi cha zaidi ya miezi 6, akiwa jitambui hata kupumua kwake ilikuwa ni kwa msaada wa mashine. Gharama za matibabu ya Madam Sultana zilikuwa ni kubwa sana. Walilipa si chini ya Laki 6 kila itwapo leo, licha ya serikali kutoa mamilioni ya mchango wa matibabu kwa mama huyo kama heshima ya marehemu mumewe aliyekuwa mwanajeshi, lakini bado hali ilikuwa ni tete. Tino na Aaron walijikuta kabisa wakitoa pesa nyingi sana kuendesha huduma za matibabu ya mama yao pale hospitalini Montania. Tino akawa akiitumia kama sababu ya kuendelea kulalisha uhalifu wake, huku akidai kwamba anafanya hivyo ili kuweza kutafuta pesa kwa ajili ya matibabu ya mama yake. Licha ya Inspector Aaron kumshauri kaka yake mara kadhaa kuachana na shughuli za ujambazi, lakini Tino hakuacha kabisa. Akazidi kufanya mauaji na matukio mengi ya kikatili. Mwisho uvumilivu kamshinda Inspector Aaron aliyekula kiapo kulitumikia jeshi la polisi ipasavyo. Akaamua kulivalia njuga swala hili, akaweka undugu pembeni na kuanza kutafuta namna kuweza kumtia hatiani kaka yake Tino. Uadui kati yao ukaongezeka licha ya kuishi katika nyumba moja, lakini kila mmoja akawa na uadui mkubwa kabisa na mwenzake. Mchana majira ya saa 8, Inspector Aaron alisimamisha gari yake nje ya nyumba moja. Alikuwa ametoka hospitali ya Montania kule ambako alikuwa amelazwa mama yake, lakini pia kulikuwa kuna binti mdogo ambaye ni Ana. Alikuwa akitibiwa kwa asili. Alishuka na kuingia ndani. Ile anakanyaga tu sebreni, mara ghafla alikumbatiwa kwa nguvu na mwanamke ambaye alikuwa anamnyatia kwa asili kutokea nyuma yake. Hembo acha bana, nimeshakukataza hiyo michezo bana. Aaron alikuwa akilalamika vile, akionekana kabisa kutofurahi na kitendo ambacho alikuwa akifanya mwanamke huyo ambaye alikuwa ni mke wa kaka yake Tino, ambaye alikuwa akiitwa Jessica. Ndiyo, ni Jessica yule yule ambaye alikuwa amemsaliti mumewe Tino kwa kulala na Mheshimiwa Dkt. Isaka Gondwe. Naye kama nimekumisi surisui sasa kukumbatia jamani, alizungumza vile Jessica huku akiregeza sauti yake na kulembua macho yake. Sawa, lakini mazoea kama haya sio mazuri. Hata kaka Tino akijua kabisa hawezi kufurahia. Achana kaka yako bana. Hapa tupo mimi na wewe. Vipi? Kuna chakula? Maki nina njaa sana kusema ukweli. Inspector Aaron akabadilisha vile mada makusudi. Alishamzoea shemeji yake huyu ambaye siku zote alikuwa na vijitabia vya ajabu ajabu. Isingekuwa kwamba alikuwa na msimamo, basi angelikuwa tayari amekusha kupita naye. Yap, nishapika muda. Lakini mbona uniambie kama umemkamata huyo kibaka? Usimuite hivi mume wako. Kumbuka, mume gani wa mchongo? Nataka tu akamatwe ili atuachie huru mimi na wewe. Hapana, sijamkamata. Ni kweli kabisa kile kifaa ambacho ulikuwa umeweka kwenye koti lake kilitusaidia kuweza kujua hadi mahali ambapo alikuwepo. Niliomba askari wa kunisindikiza kwenda kule, ila wakanichelewesha makusudi kwa sababu pale kituoni kuna mtu ambaye anatuzunguka na tulifika kwa kuchelewa. Shem jamani. Kwa hiyo ikawaje sasa? Ndio hivyo, tulikuwa tayari wamekwisha kufanya mauaji. Yaani wamemuua baba, mama na mtoto wote kwa pamoja. Aaron alikuwa akidanganya vile, hakutaka kabisa kuweka wazi kwa binti Ana alikuwa yupo hai. Huyu mwanaume ni laana tupu. Usijali Shem, nipe kifaa kingine nitamwekea tena kwenye nguo yake hadi nihakikishe kabisa kwamba unamkamata. Kwa sasa subiri kwanza Shem, alizungumza vile Aaron huku akiitazama simu yake ilikuwa ikiingia ujumbe mfupi wa maandishi. Naondoka baadaye. Mbona ghafla kuna jambo la muhimu naenda kulifuatilia kule gerezani. Alipo yule jamaa Oswald, alizungumza vile Aaron akatoka nje akaingia kwenye gari yake haraka haraka na kuondoka kwa kasi. Wakati Inspector akiwa anatoka getini, alikutana na gari ya kaka yake akiwa anaingia ndani. Wakati magari yakipishana pale getini, ndugu hao wawili walitazamana kwa macho makali,
kila mmoja akionyesha chuki ya waziwazi dhidi ya mwenzake. Mwisho wakapishana, kila mtu akaenda zake. Mara tu baada ya Inspekta Aaron kutoka nje na gari yake, bwana mmoja alikuwa amesimamisha pikipiki yake umbali wa hatua kadhaa kutoka kwa nyumba yao. Alianza kumfuatilia Inspekta Aaron akiwa nyuma yake taratibu. Mtu huyu alikuwa amevalia mavazi meusi kila sehemu, kuanzia viatu, suruali, gloves, koti, mzula, hata rangi yake ya ngozi pia ilikuwa ni nyeusi. Huyu hakuwa ni mwingine kabisa, msikilizaji, bali alikuwa ni Biggie, yule bwana miraba minne aliyetumwa na Oswald wakati yule gerezani kuhakikisha kabisa kwamba anamuua Inspekta Aaron. Sasa alikuwa ameanza kazi yake rasmi. Mgongoni alikuwa amebeba begi kubwa lenye rangi nyeusi pia. Tino alishuka kwenye gari na kukanyaga kwenye ardhi nje ya nyumba yao, akawa akitembea haraka kuelekea ndani, huku sura yake ikiwa imekunjamana kwa hasira. Moyo wa mwanaume huyo ulikuwa umebeba hasira nzito juu ya mke wake, baada tu ya kuishuhudia ile video ambayo mke wake alikuwa akimsaliti na bosi wake wa kazi, Mheshimiwa Dr. Gondwe. Hakuwa kabisa amekutana naye wala kuwasiliana na Jessica mkewe. Hii ndio ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa tangu alipotazama ile video chafu. Mume wangu kipenzi, mama, alizungumza vile Jessica, lakini kabla hajamalizia sentensi yake, kibao kizito kutoka kwa Tino kilitoka kwenye paji lake la uso. Kilikuwa ni kibao kizito mno kilichompeleka moja kwa moja sakafuni. Damu zikawa zinaanza kumtoka puani. Una nini wewe mwanamke? Ni nini ambacho unakosa kwangu? Kwa nini hata wazi kitokea mimi sipo, nini kitakupata? Alizungumza vile Tino, kisha akaingiza mkono wake kwenye mfuko wa koti lake, akatoa kifaa fulani hivi kidogo cheusi, akakitupa sakafuni mbele ya mke wake Jessica. Umeniwekea hiki kifaa kwenye koti ili kumsaidia shemeji yako Aaron ajue nilipo, si ndio? Ili iweje sasa? Nikifungwa mimi, wewe utaishije hapa nyumbani? Mama kule hospitalini nani ambaye atamlipia gharama? Jessica, hivyo au wazi hayo yote kabisa kabla ya kufanya upumbavu wako? Tino aliongea vile kwa ukali, akaingia chumbani akabadilisha koti lake, kisha akatoka tena na kuondoka zake, wala kugusia kabisa zile habari za ile video ambayo alikuwa ameiona. Lakini kwa uzito wa lile kofi alilompiga mkewe, ni kofi ambalo kabisa lilikuwa limezibeba hasira zote ambazo alikuwa nazo Tino, zikiwa ni pamoja na zile za mke wake kumsaliti. Akiwa ndani ya gari iliyokuwa ikienda kwa kasi kubwa, Tino alikunja kona na kufunga breki karibu pembeni ya barabara. Alitulia kimya huku akiema kwa nguvu. Mapigo yake ya moyo alikuwa akimwenda mbio. Kwa nini? Kwa nini umenifanyia hivi Jessica? Kwa nini umeamua kunisaliti wewe mwanamke? Tino aliongea vile kwa jazba. Aliugulia maumivu makali katika moyo wake, huku akipiga usukani kwa mikono yake miwili. Alionekana kabisa kwamba alikuwa na hasira isiyopimika. Tulia Tino, tulia. Umebakiza hatua chache tu kuiweka dunia nzima kwenye kiganja cha mkono wako, aliongea vile Tino akijaribu kujituliza mwenyewe. Mwisho alituliza akili yake, akachukua simu yake na akaipiga namba ambayo alikuwa amehifadhi kwa jina la Sniper K. Vipi, mpo tayari? Sawa, jipangeni tukutane nje ya hospitali ya Mountaineer. Leo tunamaliza kila kitu. Ndiyo, yule binti bado ni mzima, lazima afe leo. Sawa, njoni na vifaa vyote muhimu. Tino alimaliza vile mawasiliano yake, kisha akakata simu yake, akapiga tena namba nyingine. Dogo Bosco, mtumie tena Dr. Gondo kile kipande chake cha video ya X kama cha dakika moja hivi, mpe vitisho tena, kisha upotee wani kama kawaida. Poa poa. Baada ya mazungumzo yale, Tino alikata simu ile pia. Aaron aliendesha gari kwa mwendo wa kasi sana. Dakika 11 pekee zilimtosha kabisa kufika kwenye gereza la Kanondo. Hakujua kabisa kuwa tangu alipotoka nyumbani, nyuma yake kuna mtu ambaye alikuwa akimfuatilia kwa lengo la kutaka kumuua. Kanondo lilikuwa ni gereza la kawaida lenye wafungwa wachache mno. Hata ulinzi wake haukuwa ni wa kutisha kabisa. Hii ni kutokana na aina wafungwa waliokuwa wakiletwa hapo. Walikuwa ni wale waliokuwa na kesi nyepesi. Hapa ndipo walipochagua kumleta Oswald, mtoto wa tajiri mkubwa na maarufu nchini, Mzee Matura. Oswald alihifadhiwa katika gereza hilo kipindi ambapo alikuwa akisubiri mwenendo wa kesi yake ya mauaji iliyokuwa bado ikiunguruma mahakamani. Inspekta Aaron alipaki gari yake hatua kadhaa kutoka alipokuwa geti kula kuingia ndani ya gereza hilo, akiwa anajiandaa kabisa kuweza kushuka. Mara kwa mbali alimuona mwanamke mmoja mrembo sana anashuka kwenye taksi.
akaanza kutembea taratibu naye akielekea kwenye geti kula kuingilia gerezani. Aaron alimkodolea macho mwanamke huyo ambaye alikuwa na kila sifa ya kuitwa mrembo. Haikuwa kabisa ni mara yake ya kwanza kuweza kumuona. Alikuwa amekwisha kumuona si chini ya mara 2 au mara 3. Alimjua kabisa vizuri. Alikuwa si mwingine msikilizaji. Alikuwa ni Najma, mtoto wa waziri wa afya Mheshimiwa Dr. Gondwe. Alikuwa karibu kuweza kulifikia gari lake. Aaron alifungua mlango wa gari yake na kushuka taratibu. Uso kwa uso akawa anamtazama Najma. Ni wewe tena? Sitaki maswali yako tafadhali, niko bize. Najma aliwahi kuzungumza vile huku akijifanya mwenye haraka. Tayari alikuwa amekwisha kujua kabisa ni Inspector Aaron kusimama mbele yake. Huko hapa kumtembelea Oswald, si ndio? Yes. Najma, hebu subiri kidogo basi tuongee. Inspector Aaron, Najma, watu wanakufa. Unajua wale watu wamekufa wangapi kwa sababu ya kitu ambacho unakificha? Aaron alikuwa akizungumza vile kwa ukali. Nini? Mimi naficha nini Inspector? Nilishakuambia sikuwepo wakati yale mauaji yanafanyika. Sijui kama Oswald aliua au la. Sijui chochote kile na sikuona chochote kile. Kwa nini lakini unapenda kunilazimisha ili nikatoa ushahidi ambao sina uhakika nao? Najma naye alikuwa anafoka namna ile msikilizaji. Lakini ulifika mapema pale Oswald ambapo alikuwa anafanyia mauaji. Nataka kujua angalau nini ambacho ulikiona. Una uhakika gani kama nilificha wewe Inspector? Nikamate mimi basi. Nikamate ukanioji sasa. Najma, usipanike tafadhali. Pengine unaweza kuwa sahihi au umeamua kabisa kumlinda mpenzi wako Oswald. Lakini kumbuka watu wanaendelea kufa. Mashahidi wote ambao nilikuwa nikiwategemea kwa ajili ya kesi hii wote wanauawa kikatili. Wewe wazi ni kwa nini? Najma, najua una huruma na utu pia. Tafadhali, naomba fanya kitu ili akitendeke. Inspector Aaron alizungumza vile kwa akiongea kwa hisia sana. Maneno hayo kidogo yalionekana kabisa kumwingia Najma. Akawa kimya kwa sekunde kadhaa. Wakati wote huo Bigi aliyotumwa kuweza kumuoa Inspector Aaron alikuwa kwa mbali akisikiliza mazungumzo hayo kati ya Najma na Inspector Aaron. Huyu Inspector kweli ni jao kabisa. Ana kielele utadhani kabisa kwamba ameahidiwa kombe. Kifo ndio adhabu pekee anayostahili huyo mbwa. Bigi alikuwa anajisemea vile huku akivua begi lake kubwa na kuliweka juu ya tenki la mafuta la pikipiki. Baada ya Najma kukaa tena kimya kwa sekunde kadhaa, mwisho aliinua uso wake akamtazama tena Aaron usoni. Ungekuwa wewe ungefanyaje? Ungekubali kushirikiana na mtu ambaye anataka kuwafunga gerezani baba na mpenzi wako? Hapana, siwezi kabisa. Ni uwe radhi Inspector. Siwezi kabisa, siwezi. Najma alizungumza vile kisha akaanza kuondoka kuelekea geti la kuingilia gerezani. Najma na Inspector Aaron aliita, lakini Najma aliendelea kutembea kama vile amsikii. Inspector Aaron alibaki akiwa amesimama akijikuna kichwani. Alishajaribu mara kadhaa kumshawishi Najma ili akubali kutoa ushahidi, lakini siku zote alikuwa akigonga mwamba. Alikuwa akiendelea kuwaza kabisa kwamba ilikuwa namna gani atafanikiwa kuweza kuing'oa mizizi ya mtandao wa kiarifu wa Dr. Gondwe ambao ndio chanzo cha kaka yake Tino kuharibiwa. Aaron akiwa bado kwenye dimbu zito la mawazo, kuna askari magereza mmoja alifika na kuingia kwenye gari yake. Akakaa siti ya nyuma. Aaron alishtushwa na mlio wa mlango wa gari ukifungwa. Ndipo aligutuka na kumchungulia mtu ambaye alikuwa ameingia kwenye gari yake. Alimfahamu haraka haraka akaingia kwenye gari. Niambia afande, nini ambacho umepata? Nimekuja haraka sana mara baada ya kupata ujumbe wako. Aaron alianzisha vile mazungumzo mara tu baada ya kuingia ndani ya gari. Umefika tangu muda. Nimekuwa lakini nilikuwa nashindwa kuja kwa sababu nilikuwa na huko busy na mtoto wa waziri. Vipi, umempenda au? Alizungumza vile yule askari magereza. Achana hizo habari bana ndugu yangu. Mambo hayako kama unavyodhani hivyo. Niambie, nimeitikia wito wako. Okay, ni hivi. Kama ulivyoniambia nikusaidie kufuatilia nyendo za Oswald akiwa hapa gerezani. Sasa leo kuna kitu kimetokea. Oswald aliitwa na mkuu wa gereza akapewa simu. Akawa anazungumza na mtu kutoka nje. Sikujua kama alikuwa ni nani, lakini kama baada ya dakika 7 hivi Oswald alipata mgeni. Jamaa fulani hivi jeusi limejazia sana. Niliwapiga picha nitakuonyesha. Yule afande alianza kutoa vile maelezo. Wakati wakiendelea na mazungumzo hayo, mara ghafla wakasikia kishindo kikubwa kutoka gerezani, zikifuatiwa na kelele nyingi za watu. Inspector Aaron na yule afande walitazamana. Kila mmoja alikuwa hajui kabisa ni nini ambacho kilikuwa kimetokea. Kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, ndivyo makelele yale
yalizidi kuongezeka kule gerezani. Najma, Inspector Aaron aliongea kwa sauti ya chini huku akishuka haraka kwenye gari, akaanza kukimbia kuelekea ndani ya gereza. Akili yake ilihisi moja kwa moja kuwa Najma atakuwa amepata shida. Hakujua kabisa kwamba hisia hizi imetokea wapi ghafla. Askari magereza naye akawa anamfuata kwa nyuma. Wote kwa pamoja walikimbia hadi lilipokuwa eneo maalum la watu kuonana na wafungwa pindi wanapotembelewa. Hapa ndipo kelele zilipokuwa zinatokea. Punde tu baada ya Inspector Aaron kuondoka na yule askari magereza, Biggy naye ndipo akaamua kushuka kwenye pikipiki yake taratibu, akanyata hadi lilipokuwa gari la Inspector Aaron. Alikuwa na kifaa fulani mkononi mwake kilichofungwa nyaya kitaalamu sana. Akaangaza macho huku na huku, hakuna mtu ambaye alikuwa akimuona. Taratibu alinama chini ya uvungu gari ya Aaron, akakibandika kile kifaa, kisha kabonyeza vitu fulani kwenye remote iliyokuwa mkononi mwake. Kile kifaa kikatoa mwanga mwekundu ulioanza kuwaka na kuzima. Na hili, msikilizaji, lilikuwa ni bomu la kutengenezwa kwa mkono. Biggy alionekana ni mbobezi kabisa wa kutengeneza aina hii ya mabomu. Kuisha habari yako Aaron, ukiingia tu kwenye gari na kugeuza kuwa majivu, alizungumza vile Biggy, na hapo akaondoka kurejea ilipokuwa pikipiki yake. Akiwa na remote mkononi mwake, akawa anamsubiria ndege wake ili aweze kurejea kwenye kiota. Kama alivyohisi Inspector Aaron, ndivyo ilivyokuwa. Kulikuwa na ugomvi mkubwa ukitokea ndani ya gereza kati ya Oswald na wafungwa wenzao wawili waliokuja na kumvamia wakati akifanya mazungumzo na Najma. Oswald na wale wafungwa wawili walikuwa wakipigana na kurushiana viti na meza. Ugomvi ulikuwa ni mkubwa mno, hali ambayo ilifanywa wafungwa waliokuwa upande wa pili kuanza kupiga yowe wakishangilia, na hizi ndizo kelele ambazo alikuwa akisikia Aaron. Askari walifika na kuzuia ugomvi ule, licha ya kwamba kwa kiasi walikuwa wamechelewa kabisa, lakini angalau waliweza kuwadhibiti. Punde Inspector Aaron akaingia kwa kasi. Aliangaza macho huku na huku, ndani ya sekunde 10 tayari aliweza kabisa kubaini kilichokuwa kikiendelea. Najma. Aaron aliita mara baada ya kumwona Najma akiwa amejikunyata kwenye kona moja ya ukuta huku akilia kwa maumivu. Alikuwa amejeruhiwa kwenye mguu wake wa kushoto. Inspector Aaron alikimbilia ili kuweza kumfuata alipokuwa Najma akafika na kuchuchumaa mbele yake. Vipi? Uko sawa Najma? Mguu wangu nimeumia. Najma alikuwa akilalamika vile, msikilizaji, wakati wa askari wengine walifika kuweza kumtazama, akiwamo mkuu wa gereza SP Selemani. Aaron alijaribu kuweza kushika mguu wa kushoto wa Najma ambao ulikuwa umejeruhiwa. Najma akapiga kelele kutokana na maumivu makali ambayo alikuwa akiyapata. Alikuwa ameumizwa sana. Hebu mti daktari upesi, alizungumza vile SP Selemani. Aina ya Jafande, hacha tu nitamchukulia umakini mimi mwenyewe, usijali kabisa. Unamjua huyo binti wa waziri wa afya Dr. Gondwe? Aaron alitoa maelekezo vile, akiwa amegeuka kuwatazama askari magereza waliokuwa wamesimama nyuma yake. Inspector Aaron, uko hapa? Umefika saa ngapi? Mbona hujafika ofisini kwangu? SP Selemani alikuwa akiuliza vile kwa mshangao. Alikuwa akifahamiana vizuri kabisa na Inspector Aaron. Ndiyo, naingia muda huu mkuu. Hebu sogeni kidogo nipite, alizungumza vile Aaron huku akimnyanyua Najma akaanza kuondoka naye. Nitarejea baadaye mkuu. Ngoja nimwaishe mtoto wa mheshimiwa waziri hospitalini kwanza. Umekuja na gari yako? Ndiyo, ipo kule nje, alijibu vile Aaron huku Najma akiwa mikononi mwake. Oswald aliyekuwa ameshikiliwa na askari wawili alimtazama Aaron kwa macho makali huku akilaumu ilikuwa ni kwa nini Biggy hajafanya kazi ambayo alikuwa amempatia mpaka sasa. Hakupendezwa kabisa na kile kitendo ambacho alikuwa amefanya Inspector Aaron, yaani kumbeba Najma. Inspector Aaron alitembea taratibu akiwa makini kabisa kuweza kutotikisa mguu wa kushoto wa Najma ambao ulikuwa umejeruhiwa. Baada ya hatua kadhaa, aliinama akamtazama Najma usoni. Najma alikuepesha macho yake aliyokuwa ameyagandisha kwa muda mrefu akimtazama mwanaume huyo. Ni dakika chache tu zilikuwa zimepita, walikuwa wametoka kukwaruzana, lakini sasa anamtendea ukarimu wa hali ya juu. Inspector Aaron alikuwa akiendelea kutembea lilipokuwa gari lake bila kuifahamu hatari ambayo ilikuwa mbele yake, kwani kulikuwa na bomu lilikuwa limetegeshwa chini ya gari hilo. Yeye ambacho alikuwa akiwaza ilikuwa tu ni kumwaisha Najma katika hospitali ya Mountaineer ambako alikuwa amemwacha Ana pia. Waziri wa afya Mheshimiwa Dr. Gondwe alikuwa bado chumbani kwake. Alikuwa akiendelea kuhangaika na ile namba ambayo ilikuwa imetumika kuweza kumtumia pesa zake akiwa faragha na Jessica, mke wa Tino. Mpaka sasa
Tayari alikuwa amekwisha kutumiwa picha na video nyingine fupi ikimuonesha alikuwa akifurahia penzi na mke wa mtu. Mheshimiwa alikuwa anazidi kuchanganyikiwa. Kitanda kilikuwa kilaliki kabisa wala kukalika. Muda wote alikuwa ni wima tu, anapiga hatua 5 mbele 5 nyuma. Alikuwa anawaza kabisa kwamba ampigie waziri mwenzake katika kitengo cha mawasiliano ili aweze kumsaidia kufanya udukuzi, lakini lo ikasita. Aliogopa kabisa uchafu wake kuonekana, na mara simu yake ikaita. Haraka Daktari Gondo akaitazama ile namba ilikuwa ikimpigia. Alibaini kabisa kwamba ilikuwa ni ile namba ilikuwa inatumika kuweza kumtumia zile picha chafu WhatsApp. Haraka akaamua kuipokea. Ndugu, sema kiasi chochote kile cha pesa ambacho unataka na nitakupatia. Sema chochote kile nitakupatia ndugu. Usiziweke hizo video mtandaoni na kuomba tafadhali. Daktari Gondo alianza kuelezea vile hata kabla ya salamu. Sauti nzito yenye mwangwi iliyojaa kitetemeshi ilisikika upande wa pili wa simu ikimjibu. Mheshimiwa Waziri, hatuhitaji kabisa pesa zako. Kuna kitu kingine tofauti tunakitaka kutoka kwako. Nini? Nini ambacho mnataka? Nitafanya chochote kile ambacho mnakitaka. Hebu nielezeni mnataka kitu gani? Vizuri sana Daktari Gondo. Tunachokihitaji kutoka kwako ni vimelea vya V-Corps. Nini? Daktari Gondo aliuliza vile kama vile alikuwa hajasikia ambacho alikuwa ameambiwa, lakini hakuwa ametegemea kabisa kama angelisikia neno hili kutoka kwa mtu ambaye alikuwa ni mwenye sauti ya ajabu. Daktari Gondo alibaki akiwa miduaa, asijue ajibu kitu gani. Mambo yote haya alikuwa akiendesha kijana wake Tino, ambaye kwa sasa alikuwa nje ya hospitali ya Montenia tayari kwa kazi ya kumua binti Ana kama vile ambavyo alikuwa ameagizwa. Lakini alikuwa anajua kabisa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa bosi wake Daktari Gondo. Naam, ni Tino mwenyewe ndiye alikuwa akitaka vimelea vya V-Corps. Tukielekea upande wa pili, msikilizaji, Tino aliyekuwa na kikosi cha watu 5 walikuwa wamefika nje ya hospitali ya kimataifa ya Montenia tayari kwa zoezi zima la kuhakikisha kwamba wanamuua Ana, binti wanayeamini kabisa alikuwa ni shahidi pekee aliyesalia katika kesi ya mauaji ambayo ilikuwa ikimkabili Oswald, mkwe wa bosi wao Dr. Gondo. Tino, una uhakika kabisa kwamba Aaron alimleta huyo binti kwenye hiyo hospitali? Mmoja kati ya vijana wake alikuwa anauliza vile swali ile kabla hajaweza kushuka kwenye gari. Ndiyo, ninao uhakika. Lakini mkuu, hiyo hospitali ni kubwa sana, ghorofa 4, tena ina vyumba kibao. Tutajua vipi mahali ambako wamemficha? Tutajua tu, usijali. Kivipi Tino? Tuko wachache, tutakagua hospitali nzima au tuwataka wafanyakazi? Acha maswali mengi, ninao mpango wa kujua ni wapi ambapo alikuwa amelazwa Ana. Wewe fuata maelekezo yangu. Tino alikuwa anazungumza vile kwa kujiamini. Ana yuko wapi? Inspector Aaron alikuwa anauliza vile bila hata kusalimia. Askari wake wakamtazama. Yuko ndani mkuu, mmoja akajibu. Inspector Aaron alisukuma mlango na kuingia ndani kwa kasi, macho yake akiyatupa kitandani moja kwa moja. Ana alikuwepo pale kitandani na tena alikuwa tayari amekwisha rejesha fahamu zake. Ana, upo sawa? Inspector Aaron aliuliza vile huku akisogea taratibu pale kitandani. Mkuu, daktari alituambia tusimruhusu mtu kuingia bila kuvaa PPE. Ni hatari kwa mgonjwa. Mmoja wa askari aliongea vile huku akiwa amesimama mlangoni. Najua usijali, alizungumza vile Inspector Aaron huku akiinama na kushikilia magoti yake. Akaanza kuvuta na kutoa pumzi yake kwa nguvu. Hakika alikuwa amechoka sana mara baada ya kukimbia kwa muda mrefu. Wakati ameinama, akili yake ilikuwa ikifanya kazi. Aliwaza kuhusu kaka yake Tino ambaye ana uhakika kabisa kwamba yupo ndani ya hospitali hiyo. Yuko wapi huyo? Au amekuja kumuona mama? Mbona sio kawaida yake? Aliwaza vile Inspector Aaron akihisi labda Tino alikuwa amekuja kumuona mama yao pale hospitali ambaye alikuwa amelazwa hospitalini hapo tangu muda mrefu. Naitwa Aaron. Mimi ni polisi mpelelezi. Nipo hapa kwa ajili yako Ana. Pole kwa ambaye amekukuta, lakini usijali kabisa kwa sababu hapo uko salama. Na nikirejea tutaongea vizuri kabisa. Kwa muda huu pumzika kwanza. Inspector Aaron alikuwa anajeleza vile kwa ufupi kisha akaanza kutoka. Polisi! Ana aliita kwa tabu kidogo huku akiinuka na kukaa pale kitandani.
Inspector Aaron aliyekuwa amefika mlangoni alisimama na kisha kugeuka. Nakuomba mara moja, alizungumza vile Anna kwa sauti ya chini, akimtaka Inspector Aaron asogee, na yeye ndipo akafanya hivyo. Inspector Aaron akasogea na kukaa pale kitandani pembeni ya Anna, na hapo ndipo alipopata wasaa kumtazama binti huyo kwa ukaribu zaidi. Alikuwa ni mzuri sana, licha ya uso wake kuonekana kabisa ulikuwa na majonzi mara baada ya kulia kwa muda mrefu, lakini ilikuwa ni sababu ya kuficha uzuri wake. Anna alijaliwa uzuri kweli kweli, msikilizaji. Eti ni kweli baba yangu na mama yangu wamekufa? Yaani hawapo tena duniani? Anna alikuwa anauliza vile swali huku akishindwa kabisa kuweza kuyazuia machozi yake. Yalianza kumtiririka kama maji kwa mara nyingine. Inspector Aaron alijikuta kabisa anaingia kwenye jukumu lingine la kumbembeleza Anna ili anyamaze. Ni kweli kabisa kwamba Anna alikuwa katika simanzi nzito sana. Kumbukumbu ya wazazi wake wakiuawa kikatili mbele ya macho yake ilimganda kichwani. Kila ambapo alikuwa anafumba macho yake na kufumbua, taswira ilikuwa inaendelea kumrudia ile ya vile ambavyo wazazi wake walikuwa wanapigwa risasi mbele ya macho yake. Anna alikuwa analia kweli kweli. Anna alilia sana, akiwalilia wazazi wake, wakati huo akiwa amejilaza kwenye kifua cha Inspector Aaron aliyekuwa akimpiga mgongoni ili kuweza kumfariji. Anna, ilikuwa na wewe ufe. Walidhamiria kabisa kuweza kukuua, lakini Mungu amekunusuru kwa makusudi kabisa, ili tu uwawajibishe wote waliohusika kufanya unyama huo. Anna, usiogope, upo na mimi. Nitakulinda hadi siku utakapopata haki yako. Inspector Aaron alijaribu kabisa kuweza kutoa maneno ya faraja kwa Anna. Lakini kwa nini yule waziri wa afya ni katili kiasi hiki? Sisi tulimkosea kitu gani lakini? Mungu wangu, kwa nini umenipa adhabu hii baba? Nitawezaje kuishi nikiwa yatima mimi? Anna alikuwa anaendelea kuzungumza vile huku akilia. Okay, kwa hiyo nataka kusema kwamba miongoni mwa watu waliotekeleza mauaji hayo, waziri wa afya pia alikuwepo, si ndio? Alikuwa anauliza vile Inspector Aaron. Anna akatikisa kichwa kukubali. Una uhakika kabisa ulimuona? Anna akatikisa tena kichwa kwa mara nyingine kukubali. Hizi zilikuwa ni habari njema sana kwa Inspector Aaron. Sasa alianza kujiona shujaa ambaye atakwenda kuuangamiza mtandao mzima wa Dr. Gondwe. Mwanzo alitegemea kabisa kwamba Anna na familia yake watasimama kama mashahidi mahakamani kwenye kesi ya mauaji ambayo alikuwa akifanya Oswald, ambaye ni miongoni pia mwa watu waliopo kwenye mtandao wa Dr. Gondwe. Lakini sasa Anna amekuwa pia shahidi ambaye atakayethibitisha kuwa Dr. Gondwe anahusika katika mauaji ya wazazi wake. Kabla ya yote haya, ilikuwa ni lazima kabisa Inspector Aaron ahakikishe kwamba anamlinda Anna kwa gharama yote ile. Alimjua mbaya wake wa kumdhibiti mapema alikuwa ni kaka yake Tino. Huyu ndiye aliyekuwa kibaraka mkubwa kabisa wa Dr. Gondwe. Baadaye Anna alitulia. Aaron akaona hii ndio ilikuwa nafasi ya kutoka. Pumzika kwanza Anna, natoka mara moja, nitarejea baadaye mara baada ya muda mfupi, alizungumza vile Aaron huku akimlaza Anna taratibu, kisha katoka nje. Akawakuta askari wake watatu ambao tayari walionyesha kabisa kuanza kuchoka baada ya kukaa hapo kwa muda mrefu. Aaron akawasogelea na kuwatazama moja baada ya mwingine. Sikilizeni, muda wote mnatakiwa muwe makini sana. Kuna mazingira ambayo si salama hapa. Narudia tena, kuna mazingira ambayo sio salama hapa hospitali. Tena ongezeni umakini, sawa? Sawa mkuu. Inspector Jada atarejea tena hapa hospitalini? Huyu hapo kafika mkuu. Inspector Aaron alipiga hatua kumfuata Inspector Jada, mwanamke ambaye alikuwa akifanya kazi naye kwa karibu. Ndio kwanza alikuwa anaingia. Wote wawili walisogea pembeni na kuanza kuteta jambo. Mambo yamekwendaje Jada? Nimefanikiwa kuongea na ndugu Anna. Watafanya mazishi ya baba na mama Anna kesho. Sawa. Na vipi kuhusu Anna, umemwambiaje? Nimewaambia yupo hospitalini mahututi kwa sababu za kiusalama. Sijawaambia ni wapi. Safi. Vipi? Hapa kwema? Si kwema sana. Tina yuko hapa hospitalini. Nadhani wameshajua Anna yupo hapa. Na wameshajua kabisa yupo aina wanamtafuta ili waweze kumuua kabisa. Sasa tunamfanyaje? Na vipi hali ya Anna? Kaamka. Wow, vipi kaongea? Ndiyo, kasema Dr. Gondwe alikuwepo miongoni mwa wale watu ambao waliwaua wazazi wake. Nini? Inspector Aaron, tunasubiri kitu gani sasa? Tukachukua arrest warrant tukamkamata mapema kabisa waziri? Hapana. Yule ni waziri wa afya, mtu mkubwa kabisa. Huwezi kumkamata kizembe namna hiyo. Inspector Aaron,
Lakini ni sikiliza Jada, lengo letu si Dr. Gondwe pekee, ila mtandao wake mzima, ikiwemo kaka yangu Tino. Sawa, nimekuelewa. Sawa, nenda kakae na Ana, jaribu kumweka sawa kisaikolojia. Mimi nakwenda kumwangalia Tino kule chini ambako amelazwa mama. Sawa, alijibu vile Jada, kisha kila mmoja akaelekea upande wake. Ghorofa ya kwanza upande wa kushoto, mwishoni kabisa, ndani ya hospitali ya Mountaineer, ndipo vilipokuwepo vyumba vya wagonjwa mahututi, yani ICU. Katika eneo hilo, Tino kaka yake Aaron alionekana akiwa amesimama nje ya chumba kimoja chenye mlango wa kioo. Ndani ya chumba hicho, mama mmoja alikuwa amelala juu kitandani. Pua na mdomo wake vilikuwa vimefunikwa kwa maski iliyounganishwa moja kwa moja katika mtungi wa hewa ya oksijeni. Huyu hakuwa ni mwingine kabisa, msikilizaji, bali alikuwa ni mama yake Tino na Aaron, mke wa mwanajeshi mstaafu ambaye kwa sasa ni marehemu Jenerali Filipo Kasebere. Mama huyu maarufu kama Madam Sultana sasa alikuwa amemaliza miezi 6 tangu alale pale kitandani akiwa hajitambui kabisa. Alikuwa akiumwa ugonjwa ambao hata madaktari wenyewe walishindwa kabisa kuweza kuutolea maelezo ya kueleweka. Tino alikuwa amesimama wima kabisa mlangoni pale nje ya chumba hicho, huku macho yake alikuwa akimtazama mama yake ambaye alikuwa amelala pale kitandani akiwa hajitambui kabisa. Mara simu yake ikatoa mlio ukiashiria kuna ujumbe wa maandishi ulikuwa umeingia. Tino akaufungua haraka na kuusoma. Mpango wako umefanya kazi mkuu. Tayari tumekwisha kujua ni wapi ambapo amemficha Ana. Tino alimaliza kusoma ujumbe ule kisha akatabasamu. Ni kweli kabisa, walikuwa wamemchezea mchezo wa Inspector Aaron. Ilikuwa ni mchezo wa kiakili kabisa, kiasi cha kumfanya yeye mwenyewe hawapeleke hadi kwenye chumba ambacho alikuwa amelazwa Ana. Najua unajiuliza kwamba ilikuwa ni kivipi, msikilizaji. Ilikuwa hivi: Tino alipaki gari yake katika eneo la wazi kwa makusudi kabisa. Aliamini kabisa kama mdogo wake Aaron angefika na kuona gari yake, basi angehisi kabisa moja kwa moja kuwa amekuja kabisa kuweza kumuua Ana. Hivyo angewahi kwenda moja kwa moja kwenye chumba cha Ana ili kuweza kumwangalia. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, msikilizaji. Mara tu baada ya Inspector Aaron kuanza kukimbia kuelekea ndani ya hospitali ya Mountaineer, tayari Tino alikuwa amekwisha wapanga vijana wake wawili ambao walianza kumfuatilia kwa nyuma hadi pale ambapo Aaron alipofika na kuingia katika chumba ambacho alikuwa amelazwa Ana bila kujua kwamba alikuwa anafuatiliwa. Tino alijua pia kama Aaron hataweza kumuona, basi atakuja moja kwa moja ICU kuhakikisha kama kweli Tino yupo hospitalini kwa ajili ya kumuona mama yao Madam Sultana. Ni kama vile Tino alikuwa kwenye akili ya Inspector Aaron. Kila ambacho alikuwa akikiwaza ndicho ambacho kilitokea. Mara tu baada ya kumaliza kusoma ule jumbe, alisikia mlango wa lift ukifunguka na kufungua, kisha vishindo vya mtu anayekuja nyuma yake vikasikika. Huyu hakuwa mwingine, msikilizaji, alikuwa ni Inspector Aaron ambaye alitembea taratibu na kwenda kusimama pembeni kidogo ya kaka yake Tino. Wote wakawa wameelekeza macho yao ili kuweza kumtazama mama yao. Hakuna ambaye aligeuka kuweza kumtazama mwenzake usoni. Walidumu katika hali hiyo kwa zaidi ya muda kama dakika 3 hivi mfululizo. Hakuna ambaye aliweza kufungua kinywa chake kuongea na mwenzake. Kila mmoja alionekana kabisa akiwa anawaza jambo lake. Yaani hapa, msikilizaji, kulikuwa kuna vita ya kisaikolojia. Tino mwenzako alikuwa anawaza kumuua Ana, lakini pia aliwaza vimelea vya Vicobs ambavyo ndivyo ilikuwa lengo lake kubwa, na hii ilikuwa ndio sababu kubwa ya kujiweka karibu na waziri wa afya Dr. Gondwe. Tino hakuwa mtu kabisa wa kawaida kama ambavyo alionekana. Alikuwa ni mtu mwenye siri na mipango mikubwa ambayo alikuwa akifanya kimya kimya, tena kwa siri sana. Alijulikana kabisa kwamba ilikuwa ni wapi ama ilikuwa ni vipi. Alijua siri ya vimelea vya Vicobs. Inspector Aaron pembeni yake, yeye aliwaza tu namna gani ambavyo atakavyoendelea na jukumu lake la kuhakikisha kwamba anaunganisha mtandao mzima wa Tino na Dr. Gondwe. Tayari alikuwa na shahidi anayemtegemea kumlinda kwa nguvu zote Ana. Usijari, mama atapona. Hatimaye Aaron alifungua kinywa chake na kuzungumza vile. Tino alikaa kimya kwa sekunde kadhaa kisha naye akajibu, "Ndiyo, lazima apone. Mama yetu hawezi kufa." Ni kweli kabisa hawezi kufa. Baba alitukabidhi kwake na nakuhakikishia kabisa kwamba atapona. Atapona. Inspector Aaron na Tino waliongea kwa namna ya kufarijiana, lakini kila mmoja akili yake ilikuwa mbali kabisa, wala hakuna hata mmoja ambaye akili yake ilikuwa pale hospitalini. Kilichoendelea, msikilizaji, tutakutana nacho katika sehemu ya 3. Hii itakuwa ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu nzuri kabisa hii ya The Modern War. Ili tufahamu, je, ni kweli Tino atafanikiwa kumuua Ana
Na ni kweli Inspector Aaron atafanikiwa kuweza kumlinda Ana kwa muda huu alikuwa tayari amekwisha amka. Je, nini ambacho kitaendelea? Na Tino atafanikiwa kupata vile vimelea vya Vicobs? Vipi mwelekeo wa kesi ya Dr. Gondwe? Watafanikiwa kuishinda au ushindi utaelekea upande wa nani? Majibu ya maswali yote haya tutakutana nayo katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu ya The Modern War iliyotungwa na Sauri David. Nambari zake ni 0756 86 2047 na mimi naitwa Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741 033 122. Karibu sana katika sehemu ya 3. Tutaanzia hapa hospitalini ili kuweza kufahamu kilichoweza kuendelea mara baada ya hawa ndugu kuonekana kabisa kila mmoja akiwa na mpango wake. Mimi naitwa Alex.